Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza katika chaneli yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Rais wetu hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amezimia ghafla anapoendelea na majukumu yake Ikulu baada ya Ulaya kufuta misaada yote kutumwa katika taifa hili la Tanzania, habari ambayo imetangazwa na ni mbaya zaidi, na ardhi ya Tanzania imetetemeka. Vile unavyotazama kwa skrini yako, chapisho hili limeandika: hatimaye bunge la Ulaya lapitisha azimio la kufuta misaada Tanzania. Wacha nirudie. Hatimaye bunge la Ulaya lapitisha azimio la kufuta misaada Tanzania. Sasa kulikuwa na kura zikapigwa hapa na pale, jambo ambalo liliweza kulazimisha bunge la Ulaya kupitisha hamuna msaada wowote utatumwa hapa Tanzania. Wabunge la Ulaya waliamua kupitisha mpango wa tume ya Ulaya, najua hii iko juu kidogo, kusitisha kutoa misaada wa euro milioni 156. Kwa hivyo ukibadilisha katika na hela za hapa Tanzania ni mabilioni kwa ajili ya Tanzania kwa mwaka huu wa 2026. Hatua hii imetokana na kile walichokiita ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania. Wabunge hao waliamua kubainisha wao wenyewe kwamba uamuzi huo umechochewa na mwenendo mbaya wa uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 mwaka uliopita 2025, unaodaiwa kuwa na udanganyifu mkubwa pamoja na ukandamizaji wa kikatili wa maandamano uliosababisha vifo vya mamia ya watu na maelfu. Pia wameishitumu serikali ya Samia Suluhu Hassan hapa Tanzania kwa kukataa kupokea ujumbe wa kamati ya haki za binadamu ya bunge hilo uliotaka kufanya ziara nchini mapema mwaka huu wa 2026. Unajua huyu Samia ni yeye amejiletea. Sasa bunge hilo linaitaka tume ya Ulaya kuandaa mpango mpya wa msaada ambao utahakikisha kuwa mabadiliko yote hayataathiri huduma za msingi kwa wananchi, bali yatalinda haki za binadamu kwa kusaidia mashirika ya kiraia. Hizi ni habari njema kwa Watanzania, lakini ni habari mbaya kwa Samia Suluhu Hassan. Unajua Samia amefikishwa mwisho, amezirai ghafla baada ya ujumbe huu kunyimwa misaada kupitishwa. Uchaguzi ndio uliweza kuchangia haya yote kutimia. Bunge la Ulaya likakaa chini, wakapiga kura, wakapitisha, wakasema namba 1, uchaguzi haukuwa wa haki hapa Tanzania. Tundu Lissu alisukumwa gerezani. Mpina wa ACT Wazalendo akazuiliwa naye kuwania kiti cha urais. Halafu akaweka vikaragozi zake kuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanawania kiti cha urais. Wakaweka jambo hili limesababisha misaada kutotumwa hapa Tanzania. Baadaye tulishuhudia mitandao ikizimwa, baadaye tulishuhudia stima, nguvu za umeme hazipo, tukaona tume ya uchaguzi ikimtangaza kwa 98% na kuapishwa chini ya ulinzi mkali na chini ama katika uwanja wa kijeshi. Pia wakasema kulikuwa na ukandamizaji mkubwa. Watu walipitia mengi, watu wakauliwa, wakapigwa risasi, wakauawa, wakazikwa katika makaburi ya halaiki. 3, wakasema
kuna shirika la haki za binadamu kutoka Ulaya lilikuwa linahitaji kufika hapa Tanzania kufanya uchunguzi wa kina kubaini kilichoendelea mwaka jana 2025. Serikali ya Samia ikakataa. Baada ya kukataa, wakapiga kura, wakasema Tanzania sio nchi halali ya kukabidhiwa misaada. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwa Tanzania kwa ujumla, kwa sababu tutakuwa tunateseka, tunapitia shida za hapa na pale. Hamuna taifa ambalo litatoa usaidizi kwetu, kwa sababu misaada yote imesitishwa hadharani baada ya kura kupigwa katika bunge lile la Ulaya. Nimeona huyu msemaji wa serikali ambaye anaitwa Musiwa anakuja kwa mitandao ya kijamii akichapisha habari kwamba baada ya Ulaya kupitisha hii inamaanisha hii sio kura ya mwisho. Ukora, ujanja, ukatili unaoendelea katika serikali. Hata mjitetee nyinyi wenyewe, mtetee huyo kimama na nyinyi mjitetee. Hili limeweza kupitishwa, hamuna vile litarudishwa nyuma, haiwezekani. Sasa kuleni ujeuri wenu, kuleni ukatili wenu, kuleni ukandamizaji wenu, kwa sababu mmefikishwa kwa kona. Sasa itabidi Samia Suluhu Hassan kile ambacho amepakisha ni kusalimu amri, aondoke Ikulu, kwa sababu yeye ndiye amesababisha changamoto, hatari, shida, kunyimwa misaada hapa Tanzania. Kwa sababu akiendelea kukaa Ikulu, ndio ataendelea vile anataka na ukatili wake, lakini atakuwa anateseka tu. Atakuwa hana hela za kutosha kufanya shughuli za hapa na pale, ila tu kupora wananchi kupitia ushuru ambao atakuwa anaongeza na kukandamiza Watanzania wote kwa ujumla. Hayo ndio yametufikia. Ni furaha tele kwa mrengo upinzani kwa kile ambacho kimesemekana ya kwamba sasa Samia amefikishwa kwa kona, hawezi kujinazua kutoka mtego ambao amejiweka yeye mwenyewe. Ndio maana hivi karibuni tukamwona kule Urusi, Russia, taifa ambalo halikuwa linatoa misaada kamwe kwa kwetu sisi kilinganishwa na taifa la Marekani. Marekani ikaiona tu wamekutana na Urusi, hiyo Russia ni sawa. Sasa hatua ni hizo ambazo zimeweza kuchukuliwa. Tuombe sana, kwa sababu tutakuwa tunateseka, misaada hamna, na Tanzania hii imezama kwa uongozi. Naomba kutamatishia hapo, nitaleta kanda nyingine. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwa heri kwa sasa.